Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Kuno mlori muherwa kusirisia bulori wao wingangara ya Western Nyota TV kuliano okulomana mara kwa usangaro mwami nesipindi siringala baya bebi abe bachinyimbo ekisinzo mwami no kuberesia omwami oluyari olwarero njana no muhana we formula mumbo ya Kenya kuchakula mara naye mungraiga yo Kiswahili mera nese Priska Chuki nelonda yori na Piu Stangausi. Karibu sana. Nashukuru. Naomba tu uambie mtazamaji pengine kwa Kiluya Homera Nesie then turudi kwa Kiswahili. Homera Nesie. Then Mary Bosco. Okay. Unatoka kaunti gani? Nairobi. Okay. Na nyumbani kaunti yako ya nyumbani ni gani? Natoka Western Kakamega. Kakamega. Karibu sana Western Nyota TV. Nashukuru nyumbani. Nashukuru kwa hapa. Asante. Sasa kwa yule ambaye anakutazama atakutambua kama nani? Kwa majina naitwa Mary Bosco. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na nimeokoka na furahia kuwa hapa siku hii ya leo. Asante. So unaimba nyimbo aina gani? Mimi naimba nyimbo za Injili. Nyimbo za Injili. Okay. Yeah. Ulianza kuimba lini? Nilianza kuimba nikiwa shuleni. So recording nimeanza tu last year but one. Last year but one. Yeah, recording music. Yani kurecord audio ama audio pamoja na video? Audio pamoja na video, lakini natumai Mungu atanifikisha mahali sijaifika. Hapo awali. Okay. Yes. Kwa nini umeamua kuimba nyimbo za Kiinjili? Mimi niliokoka nikiwa high school. So nikamjua Mungu. So katika zile shida nimepitia, so nikajua Mungu zaidi. Lakini Mary bado wewe ni miangu bwana. Siko mdogo sana lakini so niliokoka nikiwa bado shuleni high school. So nimemjua Mungu ukiwa high school. Yeah. Okay. Kabla uimbe, nyimbo zako unazimba vipi? Yaani zinakuja vipi? Unaziota, unasoma Bible ama ni experience ya life? So mimi nyimbo zangu napitia zile changamoto napitia. So hapo hivyo ndo napata ufunuo. Hapo hivyo ndo naandika nyimbo zangu za Injili. Tuseme wimbo wako wa kwanza waitwaje? Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Ndio uandike hakuna kama wewe. Ni changamoto gani ulipitia ndio ukaamua uite huo wimbo hakuna kama wewe? Hapo hivyo nilikuwa nimepoteza baba. Pole. Hapo hivyo hali ikakuwa ngumu. Mpaka kupata school fees ikakuwa shida. So wakati mmoja nilipokuwa nimekaa chini, so nikapata wimbo hakuna kama wewe, wewe ndiwe ngome yangu. Hakuna kama wewe, wewe kimbilio langu. Hakuna kama wewe. So wewe ni kimbilio langu wakati wa shida. Yesu ni kimbilio langu wakati wa shida, wakati wa dhiki na mtafuta Yesu na anaonekana katika maisha yangu. Asante. Vijana wengi ama wasichana wengi umri wako wakati wanapitia hizo shida unasema kabisa umesikia wengi wanaamua kuendea tuseme njia ambazo hazikubaliki katika maisha yetu ya kawaida. Tuseme for example utaona watoto wa university wameingilia sponsors, ukiangalia wengine wameingia Illuminati. Kwa nini wewe ukaamua hata kama nitapitia shida nitaangalia Mungu? So the reason why mbona niliamua kufanya uimbaji na nikaamua kustick kwa Mungu ni sababu zile changamoto nimepitia ni mingi sana. Au wengine wanapotea sababu ya fame, akili zao ziko kwa fame. Lakini mimi moyo wangu uko kwa kumsifu Yesu. Sasa ndio maana siwezi angalia kwingine, nitafute kwingine. So mimi na focus na Mungu na anointing ambayo amenipaka. Yes. So kwa wale ambao labda wako katika hiyo hali ulipitia, tuseme kuna wasichana wengi bado wako shule, kesho utakuwa nao, mwaka mwingine baada ya mwaka mwingine utakuwa na watu wako shuleni. Ni nini haswa wewe kama ambaye umeexperience hiyo maisha shuleni unaweza waambia kwamba hata kama ni hii school fees ni hii, endelea kutazama Mungu? Ni experience gani umepitia ambayo unaweza share na age bracket kama hiyo? So Kenya naweza ambia wale wako shuleni, so Kenya naweza waambia tu wa stick kwa Mungu. Maana hakuna Mungu kama yeye aliye mbinguni. Unaweza pitia changamoto sahihi na zitakupotosha. Usifuate njia ya dunia.
yes, just focus on God. Because He's the reason why we live, He's the reason why we are alive today and we are pressing on. So wewe mshikilie Mungu na uwe mwaminifu kwa Mungu, sababu Mungu ndo muweza yote. Hakuna mwingine aliye kama yeye. Yes. Nikirudisha nyuma kidogo, umesema kwamba nyimbo zako zinakuja kwa sababu ya life experience. Wakati umeimba hakuna Mungu kama wewe. Wakati huo wimbo unakuja unafanya nini? Unauandika ama unapataje tune? So wakati mimi napata wimbo, so nachukuanga simu na jirecord, alafu hizo maneno pia napitia kutoka kwa Biblia. Kwa Biblia ndo napata ufunuo zaidi. Sasa Biblia unaangalia maneno aina gani? Kulingana na title ya wimbo ama maneno? Natafuta maneno ile ya kuhimiza. Akina Musa pale awali, akina Samueli, zile changamoto ambazo walipitia. So naiweka pia katika maisha yangu nayopitia, alafu ndo nayoandika hiyo wimbo. Yes. Haya, kwa yule ambaye anatazama dada yetu Bosco, ni mwimbaji, nimeenda kwa Kiswahili na umwimbi chinyimbo chile chisinzo Omwami ndinaye anakusisi alukendo lwelo wimbo chinyimbo chisinzo Omwami ne onka borori ngala osonya lokula Bosco aliano nikalisamo ona kubaisi mukuna mbira screen yore wor Western Nyota TV so sinda kama mbelesi kuboya ngoko ndabona obula mbona biramo mulukendo lwange olwokuimba orachata bakulya kusisia kali amekesi kwa nyala banyo lamu kuba yobosi abani mbere chinyimbo chisinza Omwami. Sawa, sasa mrembo, kuna waimbaji wengi ambao wanaimba nyimbo za injili kama wewe, lakini kidogo utasikia tena wameingia kwa secular. Wewe kama mwimbaji wa nyimbo za injili, maoni gani uko nayo kwa waimbaji kama hao? Ama wewe kama mwimbaji wa injili, kuna mahali utafika useme wacha ni mix, unajua siku hizi ni juice, una mix, unaweka, sijui unaitanga nini, hizo mixture za kila kitu. So mimi kama mwimbaji wa injili Bosco, I'll keep on focusing the word of God. Alafu pia zaidi nitazidi kumtazamia Mungu. So mimi sioni nikiacha nyimbo ya injili, alafu nianze kuingia kwa nyimbo ya dunia. Sioni nikifanya hivyo kabisa, na siwezi. Sababu I'm not after fame. Mimi naangalia kumsifu Mungu. Yeah. Na wanasema nyimbo za injili hazina profit. Hapana, sikubaliani na hiyo. Mimi naamini nyimbo za injili ziko na profit. Hata kama bado sahi bado na mimi ni mchanga bado nimeanza. So mimi naamini Mungu ananipeleka kiwango kingine. Yeah. Okay. So hakuna vile utakavyotoka kwenda katika siwezi toka, maana Mungu mali amenitoa ni mbali sana. Siwezi acha kumsifu Mungu. Siwezi kabisa. Ni changamoto gani umepitia wakati unatoa huo wimbo wa kwanza wa hakuna Mungu kama wewe? Mimi changamoto nimepitia, ama producer hawako waaminifu. Sasa ngine tunapanga kwenda kushoot video, inafika anakuruka kushoot video, sasa kwa video anakuruka kwa video, anaanza kupeleka hivi. Yeah. Na upande wa kifedha ama kwa nini akuruke kama mshaelewana? Mwenye nipatana naye labda ndo alikuwa hivyo. Yeah. So hiyo ndio changamoto umepitia. Hiyo ndio changamoto nimepitia, lakini bado naamini Mungu ni mwaminifu. Ananipeleka mbali. Yes. Kando na kuimba kuna kazi nyingine unafanya? Hapana, lakini in the next 1 year I want to be mpishi. Nataka kuwa mpishi. Nataka kufanya catering in the next 1 year. Maybe God akiniwezesha, Mungu akiniwezesha. Nina imani kwamba naweza fika pale. Yes. Waonaje maisha yako ya uimbaji? Tuseme miaka 2 ama 3 inayokuja. Miaka 2 ama 3, naamini kwamba Mungu ataniwezesha kufanya live recording. Mimi ni mwimbaji ambaye napenda live recording, kuimba na band. So in the next 5 years ama 2 ama 3, yeah, vile Mungu atapenda. Yeah. So nitakuwa nafanya live recording music. Na pia watazamaji mtarajie mengi kutoka kwa Bosco, sababu nakuja na hit songs.
I believe so. So ni utasema kwa Kiluya unajitayarisha vipi kwa Kiluya orgo kwa niori ili kufikisha hiyo live performance? Unajua kusema next 5 years inamaanisha hapa chini umeweza kuweka mkakati zingine ama mkakati moja mbili za kukufikisha hiyo azimio lako. Kitu cha kwanza ni maombi. Maombi ndio kitu ya kwanza na kitu ya muhimu. The next thing, kitu ya pili ni kutia bidii katika uimbaji. Unaenda practice kuimba na band. Sababu si waimbaji wengi ambao wanaweza kuperform live. Kweli. Si wengi wanaweza kuperform live, but nashukuru Mungu ananifikisha kwa kiwango ambayo sijaifika. So mimi in the next 5 years ama 2 vile Mungu atapenda, mimi siwezi panga lakini natarajia kutoka kwa Mungu. So wakati Mungu atanifikisha hapo, I believe live band nitafanya. Sio rahisi lakini natumania Mungu ataniwezesha kufika pale. Unajua wakati una hit airwaves inamaanisha unaanza kuwa na watu ambao wanakuona kama role model. Na wakati mtu anakuona kama role model inamaanisha kuna vitu ama mawazo ambayo unaweza wasaidia kuwakuza wao pia katika sehemu moja ama nyingine. Ni nini hasa unaweza ambia yule mtazamaji anakuona kama role model wake? So mimi kenye naweza kukwambia mtazamaji ambao ananitazama, naweza kukwambia kitu ya kwanza, mtegemee Mungu. Kitu ya pili, omba zaidi. Hata wakati hali inapokuwa ngumu, acha nikueleze Mungu anaweza yote. Hakuna jambo linaloshinda Mungu. As long as umekuwa mwaminifu kwa Mungu, you dedicate your life, you delight in the Lord, kila kitu inawezekana kwa Mungu. So yule ambaye anahisi amefika mwisho, hawezi endelea mbele, na kueleza kwamba Mungu anaweza. Bora tu uwe mwaminifu, ufuate njia za Mungu na umtazamie Mungu katika maisha yako yote. Asante. Ningependa tu tuimbe chorus kabla kuchonga maji. Tunaita kwa Kiluya kurachonga maji for a short break. Ningependa tu labda uimbe chorus ya kuna Mungu kama wewe, alafu tutawekewa hapo tukirudi pia tuingie nayo. Thank you. Haya mtazamaji ambao unanitazama, mimi ni Bosco na mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, na huu ndio wimbo wangu unasema hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Wewe ndiwe ngome yangu. Hakuna kama wewe. Wewe kimbilio langu. Hakuna kama wewe. Nilizingirwa na mauti, nikamuita Bwana wangu, nikamtazama Mungu wangu, akasikia sauti yangu. Nilizingirwa na mauti, nikamuita Bwana wangu, nikamtazama Mungu wangu, akasikia sauti yangu. Akiwa ameketi hekaluni mwake, akapanguza machozi yangu. Ninamuita mwamba imara, yeye astahili. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Ujoma maji mbao funya kuendelea nende hakuna kama wewe. Ingangara ni Western Nyota TV nende Mary Bosco ulia obano sinziro Omwami lokuberese Omwami luyari okula mangara Western Nyota kwaya njawara wosi ababerese Omwami oluyari orachiare tawe. Hakuna kama wewe.
sauti yangu, akiwa ameketi hekaluni mwake, akapanguza machozi yangu. Ninamuita mwamba imara, yeye yastahili sifa. Na damu yako umenifunza njia zako, kama mpotevu narudi kwako, nitumie upendavyo. Umeniosha na damu yako, umenifunza njia zako, kama mpotevu narudi kwako, nitumie upendavyo. Wange mlori muherwa wengangaraya Western Nyota TV husirisa mlori wao usanga sachimoni jao obanori husinza ndo kuberesyo Omwami oluyari ndiano okulabana madu muhana wefwe owelonga muhana mwene omwe mwenda weni orula imbeka ya Kakamega langwari Mary Bosco kuliano husirisa olukendo lwayo chinyimbo chuhusinza Omwami ambi uchirisiye imbaga eno. Sasa mrembo, kawaida wakati unatoa song lazima uweke padlock. Unajua kitu kwa mlango utafunga ukienda safari ya mbali. Ndio kuna lot of piracy ambayo imeendelea sana. Sijui wewe kama mwimbaji umeka hizo protection kwa songs zako? Mimi kama mwimbaji bado sijaweka, sababu nilikuwa naanza sasa nikaona hizo piracy nikiweka watu wengi hawataweza kupata wimbo wangu. Sasa nikayachia tu hivyo, lakini in the next song nitakuanga naweka piracy na hizo vitu protection, kuweka protection. Yes. So unajua kuna hiki kitu tunaita royalty ambayo imetoka kwa Ikulu. Wakasema kwamba waimbaji wote ambao wanatoa songs zao waweze kuzikinga. Ina maana that kuna watu wengi ambao wana download, wana ban CD. Sasa wewe ambao umetoa hata hauoni faida ama hauoni faida yote kutokana na songs zako. So hizo kuweka hizo protection ndio ile inamaanisha unajiregister na shirika la copyright, so that any media house, mtu yote ambaye anacheza ajue huu ni wimbo wa Mary. Mtu yote anaweza enda achukue hiyo sauti yako na sema ni yake. Utamzuia vipi? Hiyo wimbo wangu iko kwa YouTube. So kama wewe ni unapenda wimbo wangu, unaweza enda kwa YouTube utazame. So kwa YouTube nimepost. Kwa hivyo sidhani kama mtu anaweza iba ama afanye nini ama hamna neno. Sasa tukirudi kidogo hapo kwa wimbo, kanisani wafanya nini?
Kanisani mimi niko kwa praise team sana. Kwa praise team. So na hudumia Mungu hapo hivyo kwa praise team. Hapo hivyo ndo na kuza kipaji changu. Kwa praise team. Hapo hivyo ndo nabombea kila siku. Hapo ndo nabombea. Kwa wale ambao labda wako praise team na unajua kwa kanisa kuna maneno mengi ambayo yanaendelea kati ya waimbaji nini. Na unasema unabombea hapo. Unabombea vipi? Una manage vipi hizi maneno haya maneno ambayo yako katikati ya waimbaji? Mimi kwa kanisa yetu bado sijaona hiyo. Alafu pia nashukuru sana our praise leader, Pastor Susan. Anapatia kila mtu chance ya kuimba kukuza kipaji chako. Afinyili mtu yoyote pale. So kama wewe ni mwimbaji lazima atakupatia chance. At least ukwe mwimbaji ukibobea juu. Ukijua jinsi ya kuimba, jinsi ya kuendelea mbele katika uimbaji. Yes. Na najua ndio uimbe kanisani, lazima pia ukwe na kujitayarisha. Unajua uwezi amka tu na uchukue microphone na uimbe. Ni matayarisho gani ambayo unaweza advise waimbaji wayazingatie kila mara kabla ya kupanda madhabahu? Ninaamini prayers. So kama ni mwimbaji, hauwezi imba bila prayers. Lazima uende kwa Mungu chini, upige magoti uombe. Keshas, tunafanya keshas, tunaimba. Hapo hivyo ndo tunakuza kipaji lazima. So kupitia kwa maombi ni kitu ya muhimu. Maombi ni kitu ya muhimu kwa kila kitu, kwa kila jambo. Maombi peke yake. Yes. Alafu pia na practice. Lazima ujitolee kwa practice. Lazima ujitolee kwa practice. Haya. Sasa tuangalie hii song. Umesema bado huna kitu ama tuseme kazi nyingine, unasema ungependa sana kuwa mpishi, si ndio? Na sasa ni vipi raise funds za kutoa song kama hiyo? Wimbo nilianza kuchanga. Hii wimbo nilipata when I was in form 3 in 2012 wakati babangu mzazi alifariki. So wimbo nikapata hapo hivyo maneno nikaanza kutunga. So vile nilianza shule ndo nikaanza kuchanga. So nikapata fans ya kwenda studio na kurekodi. Haikuwa rahisi. Yes. Ushaitwa kuperform kwa function yote? Yes, I perform in crusades. Kwa kanisa. Yes. So kama mtu angetaka kukupata atakupata vipi? Mary Bosco Facebook, Instagram Mary Bosco, YouTube Mary Bosco, Facebook Mary Bosco. Uko na price tag yako? No. Una perform for free? Mimi natumikia Mungu. So hata ningekuita Rwanda utajileta? Nitajileta bora tu mimi namtumikia Mungu, sina price yote nalipisha. Kwa Mungu hakuna kulipisha. Tunafanyia Mungu kazi kwa kujitolea, kwa kujitolea kutoka moyoni mwako tunafanyia Mungu kazi. Tunakulipisha. Kuna kulipisha kwa Mungu. Hata maombi hatulipishi. Hakuna kulipisha. Jambo la mawaidha ambalo ungependa kuambia vijana ambao wanakutazama na labda of course wanafurahia sana kuwa kama wewe, wangependa sana kuwa mahali ulipo na maisha ni wanasema yampiga mswaki, ungependa kuambia nini? Mimi naweza taka kuambia mtazamie Mungu. Mtegemee Mungu kwa kila jambo. Maana Mungu ndiye anaweza. Anasema katika kitabu chake, alikujua hata kama kabla hujazaliwa. Sio wewe usife moyo. Mtazamie tu Mungu alafu uombe kwa maombi sana. Funga na maombi, kesha na maombi na mtazamie Mungu. Anaweza. Hakuna jambo lolote linalomshinda. He is a faithful God. Yes. Unajua likizo ya wanafunzi wa high school itakuwa kuanzia Thursday huko. Na wakati hii tutakuwa tunairudia wataitazama. Kwa yule mwanafunzi ambaye atakutazama yuko katika ile hali ulikuwa ako high school, unasikia wengi sana wanaenda kujitia kitanzi kwa sababu ya hali ya maisha. Ni nini haswa umetumwa sasa wewe Mary Bosco kuja uadress hao watoto wa high school kwa sababu ya jambo hili la kujitia kitanzi juu ya maisha ambayo wanaona hawawezi endelea kuishi? Ni jambo gani utawaambia? Umeitwa sasa jukwaa ndio hilo. Mimi naambia wanafunzi wadogo
hata hali iwe vipi. Uhisi umefika mwisho. Usikate tamaa, usiende kujitia kitanzi. Ipo tumaini kwa Mungu. Mungu ndiye mweza yote. Hakuna jambo linalomshinda kwa Mungu. So ile chochote unahisi uko chini, unahisi umelemewa, piga tu magoti na Mungu hakika atajibu maombi yako. Hakuna jambo ngumu kwa Mungu. Alinitendea before na hata mimi najua pia wewe ambaye unanitazama atakutendea. Just focus on God. Yes, and believe in God. Prayers ndio kitu ya muhimu, maombi. Kwa yote maombi. Kuna wale watoto watakwenda nyumbani kwao wanaambiwa walimu wacha tukae shuleni kwa sababu hakuendeki. Labda hana wazazi, labda hana mahali pa kwenda. Umetuguzia tu ulipitia. Tuambie nini? Kwa sababu atapiga magoti akiamka, hali itakuwa imetoroka. Bado iko. Inamtazama kwanza, imemkodolea macho. Mimi natumai kuna wazazi wetu pale kanisani. So wewe mwenye umefika mwisho, unaweza enda kwa mchungaji wako, mueleze jinsi ambavyo unapitia. Na atakusaidia. Sidhani kama atakuacha ufenja. Hapo atakusaidia. Ama your mentor mwenye unamtazama atakusaidia. Sioni kama anaweza kuacha. Haya, asante sana mtazamaji unayeenzi runinga ya Western Nyota TV. Mbapo wananasi Swahili ndi sawa. Ngula ndumira ruchabila ngula usma watu ali. Eno ndo na mangani Mary Bosco anokulu ngala ngeno ndwaye ndo ngimba chenye mboja cyo sinzo Omwami. Sawa sasa hii usiebe kulimbo lwaye no kumarisia si halos no sio ngala bala bosi abantu ngimba chenye mboja cyo kusinza Omwami. Orebera oriyanonde na piu sitangauzi. Karibu Mwami, karibu moyo kwangu, karibu moyo kwangu, karibu Mwami. Oya kuria no kusieba nukuberesi Omwami oliyari nukusinza Omwami alala nendo lwimbo olyo muhana wefwe owelonga alangwari Mary Bosco. By the way, naambia watazamaji kwamba wewe ni mrembo na unatoka County ya Western Kakamega. Nawaambianga tuko na wasichana ambao wameumbwa wakaudika. Usimo ama ukaniwa ama uko pending. I'm in a relationship with Jesus. Oh, come on. Yes. Okay. So inamaanisha uko pending on the earthly things. Heavenly, of course you are in one. But earthly Bado Mungu atanionekana. na utafuta. Kama unatafuta. Wakati wa Mungu utafika tu. Haya, yes. Mumesikia wenye mtafute strategy hapo mimi siko nishawaletea. So tukaba kusieba, kuliana kusieba wimbo wa Muhani Mary Bosco. So Mary Bosco, kabla tujaanza kupeleka miguu, waelezee tu ni wimbo gani? So huu wimbo nasema hakuna kama wewe, done by me, Mary Bosco. Natumai utabarikiwa. Asante. Yes. Haya. Tuko tayari kuimba hakuna kama wewe. Imeimbwa na Mary Bosco. Amen. Baba hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Wewe ndiwe ngome yangu. Hakuna kama wewe. Wewe ni milio. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Wewe ndiwe ngome yangu. Hakuna kama wewe. Wewe ndiwe milio langu. Hakuna kama wewe. Nilizingirwa na mauti, nikamuita Bwana wangu, nikamtazama Mungu wangu, akasikia sauti yangu. Nilizingirwa na mauti, nikamuita Bwana wangu, nikamtazama Mungu wangu, akasikia sauti yangu. Akiwa ameketi hekaluni mwake, akapanguza machozi yangu. Ninamuita mwamba imara, yeye astahili sifa. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Wewe ni
mwokozi wangu, tena ngome yangu. Umeniosha na damu yako, umenifunza njia zako, kama mpotevu narudi kwako, nitumie upendavyo. Umeniosha na damu yako, umenifunza njia zako, kama mpotevu narudi kwako, nitumie upendavyo. Nende Mary Bosco omuhana ula Kakamega yembelti nyimbo chelo tunolekeza na ulori kweli uluyari lumkarimu. Ni nini ungependa kuambia na wanaotazama? Wenye ambao mnanitazama naweza waambia follow me on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram Mary Bosco. So pale YouTube subscribe to my channel na Mungu atakubariki. Na kwa wale ambao wangependa Mary Bosco aenda perform kwa functions zao, naomba tu waambie unapata vipi? Pale Facebook hapo kwa page yangu kuna namba yangu ya simu nimeweka, so kinitaji nenda tu pale Facebook utapata namba yangu. Unakubalika kusema namba yako pia? 0721899926. Tarudia 0721899926. Asanteni sana, endeni pale YouTube mabora ngwe baya befu eno rahonya hoi mona honya wina. Enda pale saidia. Huyu ni sister yetu, anatoka nyumbani. Ni mtoto wa Boma. Wewe uko tu pale, watoto wa jirani mnakimbia kusubscribe. Enda pale YouTube, angalia Mary Bosco. Yaani Mary ndo madolo dia kwa Bosco. Nocha YouTuber, ai kengele ya banga, ulalo msukuli kengele alaji kubaki na wana wala bari lunch. Nocha kengele no malo obako so kengele no like. Ni upload asa ni vicha. Chiario subscribe. Chiario heri bwana. Uhere ili tuweze kusupport sister yetu Mary Bosco. Ama sivyo? Yes, asante sana kwa kunialika Nyota TV, nashukuru. Asante sana. I wish mngeongeza Western Nyota TV. Western Nyota TV. Asante sana. Naraba nende Mary Bosco. Mary Bosco lambeka Kakamega waringala rukendo lwae lokusinza endo kuberisia Omwami luyari. Obanori nwekomba lokusinza ndo kuberisia Omwami luyari. Oraba no kuli hawa kubaina mbibirao unosirisia amalako kao, unosirisia amachugo kao. Ukula Western Nyota TV mbolambe Orio umela nesie Priska Chuki nyalawanda yori nabiu Sangausi. Western Nyota TV evindu vichenjanga ano nio